Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi namshukuru Mungu na asubuhi ya leo, Mungu ambayo ni mwaminifu. Mungu huyo amefanya neema na amenipa kibali na siku nyingine tena na asubuhi ya leo katika Jumapili hii. Kama kawaida Jumapili saa 4 mpaka saa 4:30 mimi ukuja hapa kusema yale maneno ambayo Mungu amenituma nalo kwa sababu ya watu wake. Leo hii na asubuhi ya leo namshukuru Mungu wangu ni kwa sababu ya kibali ya uzima na kibali ya neno lake ambalo amenipa na ameweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Aniite Joseph Odindo, mtumishi wa Mungu. Mungu amenipa kibali ya wokovu na kwa sasa hivi ninaishi hapa Nairobi, mahali inaitwa Kibra. Hapo ndipo Mungu amenipa neema, niko na kanisa pale. Basi leo hii nataka nisome maneno mawili ambayo iko katika Biblia. La kwanza nitasoma katika Samueli wa kwanza 9 na la pili nitasoma katika kitabu cha Luka. Katika kitabu cha Samueli 9 mstari ni ule wa 3, nitasoma mpaka mstari wa 5. Biblia inasema hivi: na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, tua mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende utafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu, akapita na kati ya milima ya Shalisha, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shalimu, wala uko hawakuweko. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamini, lakini hawakupatikana. Hata walipofika katika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akafikiri sisi. Tuende katika kitabu cha Luka nasoma Luka 15 mstari wa 8 na mstari wa 9, na Biblia inasema hivi: kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiwashe taa na kufagia nyumba, na akitafuta kwa bidii hata ione? Na akisha iona huita marafiki zake na majirani zake na kuambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimepata tena shilingi ile iliyopotea. Funga macho na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wetu wa ajabu, Mungu wetu wa milele, ninakushukuru Yesu ni kwa sababu ya siku nyingine ambayo wewe Mungu umefanya ukalitengeza. Kristo, nimekuja hapa ni kwa sababu ya kibali ya uzima na ni kwa sababu ya kibali ya kunifanya kuwa mtumishi wako. Niko hapa na asubuhi ni kwa sababu ya neno ambalo umeliweka katika moyo wangu na katika kinywa changu na katika mdomo wangu, ni kwa sababu ya watu wako. Nikiwa hapa jemedari na jikabidhi mkononi mwako, unitumie kama chombo iliyo tayari kutumika, chombo iliyokubali kutumika ni kwa ajili yako. Inuliwa ni kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya watumishi wako ambayo wananitazama na wale ambao wananisikia, kila mmoja wao Yesu na wakabidhi mkononi mwako. Onekana katika maisha ya kila mmoja na katika mahitaji ya kila mmoja. Uinuliwe kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Amen. Basi namshukuru Mungu asubuhi ya leo ni kwa sababu ya uaminifu wake na wema wake na fadhili zake. Mungu huyo amekuwa Mungu mwaminifu sana,
na amenipa nafasi ili nikapate kufika hapa na asubuhi ya leo. Ninalo neno hii ambayo Mungu amenipa na asubuhi ya leo, ambayo nataka tupate kuzungumza pamoja na wewe, na tukikubaliana mwishowe tutaomba pamoja na tutaona kila ambacho Mungu atafanya kwa wale ambayo wataamini neno hii na wakalichukua kwamba ni yao. Na Mungu wangu aliyenituma anaenda kutenda ishara na maajabu, ni kwa sababu ya maisha yao. Anaenda kukutana mahitaji yao, na anaenda kutenda mambo yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana kwa waganga, yasiyowezekana kwa fedha na dhahabu. Yeye ni mwaminifu, na anaenda kuwa mwaminifu ni kwa sababu yako na asubuhi ya leo. Nimesoma maneno mawili ambayo imeandikwa katika Biblia. La kwanza nimesoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 9 mstari ni ule wa 3 hadi mstari wa 5. Na katika kitabu hiki ya Samueli wa kwanza, Biblia inaongea kuhusu mtu aliyekuwa anaitwa Kish. Kishi alikuwa anatoka katika mji aliyokuwa inaitwa Benjamin, na alikuwa na mwana wake aliyekuwa anaitwa Sauli. Na Biblia inasema kwamba basi na Kishi akawa amepoteza punda wake, na wakati punda ilipotea akamuita mwana wake aliyekuwa anaitwa Sauli, na akamwambia kwamba basi na ukachukue mjakasi moja ili mkaende mkatafute punda zilizokuwa zimepotea ili mkayarejeshe hapa nyumbani kwetu. Basi na Sauli, kwa sababu alikuwa anaheshimu baba yake sana, na akamtafuta mjakasi wao moja ili wakaende wakatafute punda sao zilizokuwa zimepotea. Na Biblia imenakili katika milima tofauti tofauti waliokuwa wameenda kutafuta punda zilizokuwa zimepotea. Na Biblia inasema kwamba walienda katika milima ambayo haikuwa chini ya 5, na sababu yao ya kwenda katika hizi milima sote ilikuwa ni kwa sababu ya kutafuta punda zilizokuwa zimepotea ili wapate kuyarudisha nyumbani kwao. Na Biblia inasema kwamba walienda katika milima ya kwanza ilikuwa inaitwa milima ya Efraimu. Biblia inasema kwamba walienda katika milima ya Efraimu pamoja na mjakasi wao Sauli, pamoja na mjakasi wao wakatafuta katika milima ya Efraimu. Sababu yao ya kuingia katika milima ya Efraimu ni kutafuta kile ambacho ilikuwa imepotea katika boma yao, ambayo walitumwa ili waende wakatafute na baba yao aliyekuwa anaitwa Kisha. Biblia inasema kwamba katika mlima Efraimu walitafuta na ujuzi yao na kila kitu waliokuwa nayo vile walivyokuwa wanaweza, lakini hawakutapata punda iliyokuwa imepotea katika mlima ya Efraimu. Na Biblia inasema kwamba hawakupoteza tumaini, hawakupoteza moyo, na hawakupoteza imani waliokuwa nayo kwamba tunatafuta na tunaamini kwamba tutapata. Yani walikuwa wamejiamini na walikuwa najua kwamba kila ambacho tumetoka nyumbani kwetu kutafuta, mwishowe tutaipata na tutairejesha nyumbani. Biblia inasema kwamba wakuipata katika mlima ya Efraimu, na walienda tena katika mlima ingine ambayo ilikuwa inaitwa milima Shalisha. Na Biblia inasema kwamba katika ile milima ya Shalisha pia walitafuta, walienda kila mahali, wakaulisha watu waliokuwa pale. Katika milima ya Shalisha pia haikuwa na jibu ya sile vitu ambayo walikuwa wanatafuta, ambayo ni punda ya baba yake ambayo ni Kish. Biblia inasema kwamba wakatafuta katika milima ya Shalisha na ujuzi wao na nguvu yao na hekima yao, lakini hawakupatikana pale katika milima ya Shalisha. Na Biblia inasema kwamba hawakupoteza tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakupoteza tumaini, waliendelea kutafuta wakiwa na matumaini kwamba siku moja watapata punda zilizokuwa zimepotea. Hawakupoteza tumaini, walienda wakijitia moyo, wakitafuta tu, wakisema kwamba kila ambacho baba yetu alituambia kwamba tutafute punda zilizokuwa zimepotea ili tupate kuyarejesha pale nyumbani kwetu, na baba yetu anatuamini, baba yangu ananiamini, kwa hivyo nitatia bidii ili nikatafute punda hizo katika milima zingine. Kwa hivyo milima ya Efraimu asikupatikana, katika milima ya Shalisha wakatafuta, lakini milima ya Shalisha
pia haikuwa na jibu ama haikupatikana pale punda zilizokuwa zimepotea. Na Biblia inasema wakupoteza tumaini, wakafikiria milima ingine ambayo ilikuwa inaitwa milima ya Shalimu. Na milima ya Shalimu pia wakasitafuta punda zilizokuwa zimepotea, asikupatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu ni kwake Kristo. Biblia inasema kwamba wakatafuta katika milima ya Shalimu. Biblia inasema kwamba wakatafuta, lakini hata milima ya Shalimu haikuwa na jibu yoyote. Biblia inasema kwamba hata hapo hawakupoteza tumaini, lakini ile nguvu waliokuwa nayo ikaanza kurudi chini. Ile imani waliokuwa nayo ikarudi chini. Sasa ile matumaini waliokuwa wametoka nayo nyumbani kwao ikaanza kurudi chini. Katika milima ya Shalimu wakatafikiria milima ingine, na Biblia inasema kwamba wakaenda katika milima ya Benjamini. Na katika milima ya Benjamini pia wakatafuta wakiwa na matumaini, hata ikawa matumaini yao ilikuwa imerudi chini, hata ikawa imani yao ilikuwa imerudi chini, lakini hawakupoteza tumaini. Nguvu waliokuwa nayo ikawa imerudi chini, kwa sababu wametafuta katika milima mbili, lakini hawakuzipata, milima ya Efraimu na milima ya Shalisha, lakini hawakuzipata. Walipofika katika milima ya Shalimu, Biblia inasema kwamba na hapo pia hawakuyapata. Basi wakaenda katika milima iliyokuwa inaitwa milima ya Benjamini. Hapo katika milima ya Benjamini, Sauli pamoja na mjakazi wao wakatafuta punda zilizokuwa zimepotea, lakini hawakupatikana. Na Biblia inasema kwamba hata hapo walivyofika hapo hawakupoteza tumaini. Waliendelea na wakakaa chini tena, wakafikiria ni milima gani ambayo tunaweza tukaenda tena baada ya kutoka katika milima ya Benjamini. Biblia inasema kwamba wakakumbuka kuna milima nyingine aliyokuwa inaitwa milima ya Sufu. Biblia inasema kwamba na wakaenda pale ili wakatafute kile ambacho ilikuwa imepotea. Na walipofika katika milima ya Sufu, maandiko takatifu inasema Shauli pamoja na mjakazi wao wakatafuta katika hiyo milima. Hata hapo punda zilizokuwa zimepotea hasikupatikana. Lakini hapo sasa Sauli akawa mpoteza tumaini. Imani ya Sauli ikawa imeisha, ile matumaini aliyokuwa nayo ikaisha. Naye akaambia mtumishi wake kwamba ni vyema sasa tupate kurudi nyumbani, ni kwa sababu baba yetu atawacha kufikiria habari za punda zilizokuwa zimepotea na akaanze kufikiria habari zetu, kwa sababu tumekaa sana nje. Naye mjakazi wao akawa anajua Mungu iliyokuwa katika mji wa Israeli, na akamwambia hapa katika mji wa Israeli kunalo mtumishi wa Mungu ambayo kila kitu anayosema inatokea kweli ama inafanyika kwa hakika, na twende na tumtafute ili akatuambie neno kuhusu habari ya safari yetu ambayo imekataa, ambayo imekwama, ambayo haina jibu, ambayo haina mwelekeo. Na Biblia inasema kwamba wakaanza kuenda katika safari ya kutafuta mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu yule alikuwa anaitwa Samueli. Biblia inasema kwamba na wakaanza kumtafuta yule Samueli. Mambo ni mengi ambayo sitaenda kwa hatua zote, lakini nitachukua kidogo kidogo ili tupatane kwa muda ambao niko nayo. Mwishowe tutaomba Mungu aliye na uwezo, aliye na nguvu, aliye na mamlaka, aliye na uwezo yote, ambayo atatenda mema kwa sababu yako, ni kwa sababu ya kila ambacho inakusumbua. Biblia inasema kwamba basi mjakazi wake akamwambia Mungu aliyekuwa katika mji wa Israeli, akamwambia hapa katika mji wa Israeli tunalo mtumishi wa Mungu ambaye habari yake inajulikana, ambayo kila kitu anayosema inatendeka, kila kitu ambayo haimejificha anaona. Twende kwa huyo mtumishi wa Mungu ili akatuambie neno kuhusu safari yetu ambayo tumekuwa nayo. Naye wakaanza safari, isipokuwa hawakuwa na kitu ya kumpelekea mtumishi wa Mungu. Hawakuwa na fedha kwa sababu hata chakula waliokuwa nayo iliisha, lakini wakaondoka ili wakapate kwenda katika yule mtumishi wa Mungu akawaambie habari kuhusu safari waliokuwa nayo. Na maandiko takatifu inasema walivyofika katika ila mji na wakapata
kutana na wasichana wadogo waliokuwa wanaenda kuchota maji ama waliokuwa wanaenda kuteka maji katika mto. Biblia inasema kwamba wanawakaulisha wale wasichana wadogo kwamba mumeona muonaji? Ni kwa sababu wakati wa Biblia ama wakati wa kale mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa muonaji. Kwa hiyo wakaulisha wale wasichana wadogo, je, muonaji mmemwona? Nayo wasichana wale waliokuwa wanaenda kutafuta maji wakawajibu, nendeni kwa haraka kwa sababu muonaji yuko mbele yenu na amefika katika mji huu siku hii ya leo. Naendeni kwa haraka kwa sababu watu wa mji huu wako na karamu ama wako na dhabihu, wanafaa kufanya dhabihu kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nendeni kwa haraka kabla hajaingia katika sherehe ya kufanya dhabihu kwa Mungu. Biblia inasema kwamba na wakaenda kwa haraka. Leo hii kile ambacho nataka kuzungumzia, kile ambacho mtu anatafuta, kile ambacho umetafuta kwa miaka mingi, kile ambacho umetafuta kwa siku kadhaa, kile ambacho umetafuta kila mahali lakini hajapatikana. Biblia inasema kwamba katika nyumba ama katika boma ya Kishi, basi punda zilikuwa zimepotea. Na Kishi akaambia mtumishi wake kwamba wakanende wakatafute punda iliyokuwa imepotea. Na Kishi akaambia mwana wake aliyekuwa anaitwa Sauli pamoja na mjakasi wake, nendeni mkatafute punda zilizokuwa zimepotea ili mpate kurejesha pale hapa nyumbani. Kunalo vitu ambavyo imepotea katika maisha yako. Hata ukinitazama leo hii na asubuhi ya leo na asubuhi hii ambayo Mungu amekupa, unajua kile ambacho imepotea kwa maisha yako. Umetafuta kwa waganga lakini hakuna jibu ambao umetoka nalo. Hata umetafuta kwa waombezi, wale ambao wamekula pesa yako, waombezi ambao ni wakora ambayo wanakula pesa yako, wamekula pesa yako lakini haujapata jibu, haujapokea kile ambacho imepotea. Kuna wamama ambao wametafuta watoto tangu waoleke, hawajapata watoto katika ndoa yao. Basi ili jambo imewasumbua, wameenda kwa waganga tofauti ili wakapate watoto ama wakapate mtoto katika ndoa. Hata hivyo waganga walikula pesa, wakapewa dawa, wakafanyiwa ushirikina, wakafanyiwa sarakasi na vitimbi. Hata hivyo kila ambacho walikuwa natafuta haikupatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunayo wasichana ama vijana ambayo wametafuta mambo mengi katika maisha, wametafuta mwelekeo, wametafuta kasi ili wapate kuandikwa kasi mahali. Hata hivyo wakienda katika kampuni fulani wanaambiwa kwamba hakuna kasi, wakaenda katika kampuni ingine wanaambiwa kwamba hakuna kasi. Matumaini yao waliokuwa nayo imerudi chini. Ni kwa sababu wametafuta matumaini, hawana matumaini. Ile matumaini waliokuwa nayo na ile imani waliokuwa nayo inadidimia. Ni kwa sababu wametafuta, wamechoka. Vile Sauli pia alikuwa amechoka walivyotafuta katika milima tofauti 5 na walivyofika katika milima ya Sufu, naye Sauli akawa amechoka na akaambia mjakazi wake kwamba ni vyema sasa tupate kurudi nyumbani ili baba yetu asiwache kufikiria punda na akapate kufikiria sisi. Kwa hivyo ni vyema na turudi pale manyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Binadamu ni binadamu, unaweza ukachoka, unaweza ukapoteza tumaini, unaweza ukakosa amani. Ni kwa sababu ya kile ambacho umetafuta na ikakosekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii ninalo habari njema. Mungu amenituma na habari njema. Ni kwa sababu yeye ndiye muonaji, yule ambaye anaona shida yako, anaona kile ambacho unapitia. Hata na asubuhi ya leo, ingawa umetengwa na familia yako katika boma yenu, wewe ndio mtu ambao umetengwa. Lai Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu ambaye anaona vitu ambavyo vimefichwa kisiri, yeye ni mwaminifu, anaenda kutana na mahitaji ya mtu na asubuhi ya leo. Hata ingawa umejaribu, ninasema na narudia tena kwamba haijalishi kila mahali ambapo umeenda, haijalishi umetafuta wapi, hata kama ulifuka boda ukaenda kwa waganga kule Uganda, kule Tanzania, pengine ulitumia nauli ukaenda kule Ukambani ukatafuta waganga, leo hii na asubuhi ya leo tunalo tumaini kwake Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye muonaji. Anaona kila ambacho unapitia, machozi ya macho yako yeye anakitazama, na yeye ndiye anayojibu. Hata na asubuhi ya leo ninatafuta mtu na asubuhi ya leo ambaye anasema kwa hakika mtumishi wa Mungu, mimi nimetafuta mtoto sijapata, nimeenda kwa waganga. Hata kuna waganga ambao wamelala pamoja nami, wamelala pamoja nami, wamefanya nami kitendo cha dhambi, lakini sijapata mtoto. Leo hii na asubuhi ya leo
kama utaamini Kristo, kama utaamini Kristo na hautapoteza tumaini. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa Biblia, Mungu wetu wa wokovu, Jehova asiyebadilika, anayetenda mambo ya ajabu, anayefanya ishara na maajabu. Yeye ni Mungu anayeona kila ambacho wewe ukaona na macho ya kawaida, kila ambacho imefichwa, hata kama ilifichwa ndani ya milima marefu. Yeye ni Mungu anayetazama, anaye mkono marefu, ambaye atachukua kila ambacho imefichwa, kila ambacho umetafuta kwa muda, kila ambacho umelia ili upate lakini hujapata. Yeye Mungu wetu wa ajabu anaenda kukutendea nasibu ya leo. Nimesema na narudia tena, haijalishi kila ambacho umetafuta, haijalishi umetafuta wapi, haijalishi umekulwa na pesa ngapi, haijalishi umeenda kwa mganga gani, hata kama waganga wamekudanganya, hata kama waumbeshi ama na wahubiri wamekula pesa yako na ukora ya Biblia, leo hii nasibu ya leo, kama utamini neno la Mungu nasibu leo utapata kila ambacho umetafuta. Biblia inasema kwamba naye Sauli na mjakasi wake wakaenda kumtafuta Samueli. Biblia inasema kwamba na wakati walivyokutana na Samueli, naye Samueli akawaambia kwamba msisumbuke moyo, ni kwa sababu kila ambacho mnatafuta mtazipata baada ya kuachana pamoja nami. Biblia inasema kwamba naye akawaambia msisumbuke moyo, msiteseke tena, kwa sababu mapunda ambazo tumetafuta katika milima tofauti, hata mkapoteza moyo, mkitoka kwangu leo basi mtapata kila ambacho mlikuwa mkiyatafuta. Mimi pia nasema na asubuhi ya leo, huyo Mungu wa Samueli ndiyo amenituma hapa na asubuhi ya leo. Mungu aliyetenda wakati ule wa Biblia, yeye ni Mungu leo na tabaki kuwa Mungu. Anaweza kukutendea na asubuhi ya leo. Kila ambacho inatakikana ufanye ni kuwa na imani. Usipoteze tumaini, usipoteze imani yako. Linda imani yako, ni kwa sababu kupitia katika imani ulionalo ndilo Mungu atakutendea. Mungu atakutendea maajabu, Mungu atakutendea miujiza. Haijalishi, ninasema tena, hata kama watu wa kwenu wanakudharau, wanaona kwamba wewe hauna maana, ni kwa sababu wakiangalia maisha yako hauna mbele, hauna nyuma. Umejaribu kutafuta mwelekeo lakini imeshindikana. Kwake Kristo yote inawezekana. Hata na siku ya leo itawezekana tu, hata na siku ya leo itawezekana tu. Kila ambacho umetafuta kwa miaka mingi, umetafuta na pesa, imeshindikana. Hata kama wewe ni mgonjwa, umetafuta uponyaji lakini uponyaji imeshindikana. Umepanda ndege, umeenda nje za nje, hata kama umeenda umetumia fedha na dhahabu, umetumia pesa nyingi, lakini umerudi na ile ugonjwa wako tu. Leo na asubuhi ya leo, imani yako ndiyo itakuponya. Kama umeamini kwake Kristo, yule ambaye amenituma katika TV leo na asubuhi ya leo, anaenda kukutendea maajabu, anaenda kukutendea miujiza. Nimesema na narudia tena, haijalishi watu wameongea nini, haijalishi watu wako wenu wameongea nini, leo kwake Kristo yote yanawezekana. Haijalishi watu wamesungumusha nini, ninakwambia na narudia tena, kupitia kwa imani yako kwake Kristo, yule aliyenituma, yule aliyeweka neno lake katika kinywa changu, yule aliyenituma hapa na asubuhi ya leo, hata kutendea. Hata kama imechukua muda, pengine imechukua muda mrefu nikisungumsha hivi, unajiuliza, je, itawezekana kweli? Ukiwa na imani inawezekana. Hata kama umeongea na watumishi wa Mungu wengi wamekuombea, lakini ijafanyika, ijatendeka, ama hujapokea kila ambacho unatafuta, unajiuliza, je, kwa huyu mtumishi wa Mungu anayeniambia niwe na imani, itawezekana kweli? Ninakwambia tena, hebu jaribu Mungu wangu, hebu uwe na imani tu, nikaombe pamoja nawe nikimalisha, ili uone Mungu pamoja na macho yako na asubuhi ya leo. Kwa hakika utasema umekutana na Mungu, kwa hakika utasema umemuona Mungu, kama umeamini leo na asubuhi ya leo. Mungu wetu ni mwaminifu na atabaki kuwa mwaminifu tu. Sauli na mjakasi wake walikuwa wamepoteza tumaini, lakini wakasonga mbele, na ile tumaini waliokuwa nayo ndogo wakasonga mbele, ile nguvu iliyokuwa ndogo wakasonga nayo mbele, ile imani yao ilikuwa imedidimia, wakasonga mbele, na mwishowe wakakutana na mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Samueli. Naye Samueli alivyokutana na wao, wakawaambia tena kwamba msisumbuke moyo, ni kwa sababu kesho na asubuhi tukiwachana na nyinyi mtapata zile punda zilizokuwa zimepotea. Nami pia na asubuhi ya leo, kabla sijaondoka katika studio hii, ninakwambia kama umeamini,
Kama umeamini, ninarudia tena, kama umeamini, utakutana na Mungu wako na utasema kwa hakika nimemuona Mungu, kwa sababu yeye ni mwaminifu, hajawahi danganya. Neno lake ni ukweli na neno lake litakuwa ukweli kwako kama utakuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni mwaminifu. Hata asubuhi ya leo yeye ni mwaminifu. Hata kuwa mwaminifu kwa maisha yako kama utaamini na ukaseme kwa hakika nataka kujaribu Mungu wa mtumishi wa Mungu huyu, nione kama yeye hatanitendea. Yeye atatenda, anatenda, amekuwa akitenda kwa watu wengi, hata kwako leo na asubuhi ya leo hata kutendea. Katika neno la pili ambalo nilisoma katika kitabu cha nilisoma Luka 18, Luka 15 mstari wa 8 na mstari wa 9, ambayo ilisema hivi: kama kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiwashe taa na kutafuta na kufagia katika nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione, na akishaiona uita marafiki zake na majirani zake na kuambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimepata tena shilingi ili iliyokuwa imepotea. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba ni mwanamke gani aliye na shilingi yake 10 alafu moja ipotee, asije akawakisha taa na akafunga mlango na akafagia nyumba yake kwa bidii akitafuta ile shilingi iliyokuwa imepotea. Leo na asubuhi ya leo nataka ukafagie moyo wako ili ukatafute kile ambacho imepotea, kile ambacho umetafuta kwa miaka. Biblia inasema kwamba nisiana tafuta ile shilingi iliyokuwa imepotea kwa bidii, na akishaipata haite marafiki, akaite majirani, akaambia marafiki na majirani, kujeni tukafurahi pamoja, kujeni tukakunywe pamoja, ni kwa sababu nimepata ile shilingi yangu moja iliyokuwa imepotea. Sijui ni kitu gani imepotea kwa maisha yako. Je, una imani kwamba utaipata leo? Sijui ni kitu gani ambayo imekuwa ikitoa machozi yako kila wakati unavyotembea, unajiulasha, nami nitakuwa rafiki ya nani? Nani atakayenisaidia? Nani atakuja kunitoa katika aibu hii? Ninakuambia na asubuhi ya leo, Biblia inasema katika kitabu cha Luka kwamba ni mwanamke gani aliye na shilingi yake 10 alafu apoteshe moja, asiwashikishe taa na kufunga milango na kutafuta kifagio na kafagie nyumba kwa bidii akitafuta ile shilingi iliyokuwa imepotea, na kishaipata uita majirani, uita marafiki na kuambia, kujeni tukafurahi pamoja, tukakunywa pamoja. Ni kwa sababu kile ambacho ilikuwa imepotea imepatikana. Nami pia na asubuhi ya leo ninakwambia kwamba kama utakuwa na imani, nikinenda kuomba pamoja na wewe, utapokea kile ambacho imepotea. Utaita majirani, hata marafiki wako waliokuwa wamekutoroka utawaita kwa sherehe, utawaambia kuja na tupate kukunywa, kujeni tena ili tupate kusherekea, kwa sababu kila ambacho ilikuwa mnanichekelea, kila ambacho ilikuwa inafanya mnanichekelea, kila ambacho ilifanya mkanitoroka, mkanitenga, leo hii Mungu wangu amenifanyia, Mungu wangu ameniletea, Mungu wangu amefanya nikaipata. Kujeni tukasherekee, kujeni tukakunywe pamoja. Wale marafiki wako ambayo wamekutenga kwa wakati huu, ninakuambia kwa hakika watakutafuta tena, ni kwa sababu utapokea kila ambacho imepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka niombe na mtu mmoja ama watu wawili ambao wanasema kwa moyo wao kwamba mimi ninaamini kwamba Mungu ambaye amehubiriwa katika TV na asubuhi ya leo ndiye Mungu anayeenda kunipatia kila ambacho nimetafuta kwa miaka. Hata kama umetafuta kwa miaka ngapi, hata kama umetafuta kwa wahubiri wangapi, hata kama umetafuta kwa watumishi wa Mungu wangapi, leo hii na asubuhi ya leo, maandiko katika kitabu cha Luka inasema ni mwanamke gani ambayo alikuwa na shilingi yake 10 alafu moja ikapotea, asiwashe taa na kufunga milango na kufagia nyumba kwa bidii. Nataka underline bidii, yani kutafuta pasipo kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba nasiye funga milango na kufagia kwa bidii na kutafuta kwa bidii kila ambacho ulikuwa umepotea. Bwana asifiwe sana. Nataka utafute kwa bidii, hata kama ulikuwa umepotesha tumaini, nataka tutafute tena na asubuhi ya leo. Hata kama watu wamekutenga, watu wamekwambia kwamba haitawezekana, hata wewe pia umepotesha tumaini, ukaisema kwamba kwa hakika haitawezekana, leo na asubuhi ya leo, kama unaamini pamoja nami, itawezekana. Kama unaamini pamoja nami, itatendeka.
kufanyika tena. Kama umeamini pamoja nami, hata iwe ni baraka iliyokulwa na zigi, hata vitu vyako iliyokulwa na zigi, leo na asubuhi ya leo Mungu atarejesha. Tunalo Mungu wa urejesho, anayefanya urejesho kwa wale wanaomtafuta, kwa wale ambao wanamwamini. Kama unamwamini Mungu pamoja nami, nataka niombe pamoja na wewe ili upate kuona nguvu na uwezo wake Mungu akitenda jambo katika maisha lako. Yeye ni mwaminifu, hajawahi nituma kwa makosa. Hata na asubuhi ya leo hajanituma kwa makosa, hata na siku ya leo hajanituma kimakosa. Anaenda kutenda vile alivyotenda wakati wa Biblia, vile alivyotumia watumishi wake wakaona ishara maajabu. Hata na asubuhi ya leo Mungu amenituma ili apate kunitumia. Ni kwa sababu yako mama yangu, ili anitumie kwa sababu yako wewe mama, kwa sababu ya biashara yako, kwa sababu ya kazi yako. Kama unapini pamoja nami, nataka kama unakaribia TV, nataka ukashike hiyo TV kwa mikono yako, nikienda kuomba pamoja na wewe. Kama uwezi ukafika kwa TV, kila ambacho nataka ufanye ni kuwa na imani tu, ili Mungu wangu akaingilie katika imani yako na kutendea ni ile kila ambalo unataka. Hakutendesha na maajabu, hakakutana mahitaji ya moyo wako, hakakutana na mahitaji ya nyumba yako, mahitaji ya ndoa, mahitaji ya kazi na mahitaji ya biashara. Yeye ni mwaminifu, anaenda kutenda kile ambacho likulu na zigi. Yeye Mungu atarejesha. Naamini pamoja nami ili nipate kuomba pamoja nawe. Baba wetu tena Mungu wetu, Baba wa mfalme wangu Yesu Kristo, jemedari ninakuinua. Ninasema kwa hakika wewe ni mfalme. Kando na wewe Yesu hakuna mwingine. Tazama Jehova, ulinituma katika TV hii, Lolwe TV, mfalme wa ajabu. Kila wakati, kila wiki, kila Jumapili, mfalme wa ajabu. Wakati kama huu saa 4 mpaka saa 4:30 umekuwa ukinituma mala hapa jemedari. Ni kwa sababu yako Kristo. Nimekuja tena, nimefika. Nimesema maneno ulioweka katika kinywa changu kwa sababu ya watu wako. Jehova, tazama huyo mama, tazama huyo mwanaume, tazama huyo msichana, tazama boma hii, tazama biashara hii, tazama ile kasi. Jehova, ukaonekane. Pangusha machozi ya macho ya watu wako, ukaonekane, ukawatende mema. Wewe ni Mungu na wewe utabaki kuwa Mungu. Ninakuinua Jehova na kuabudu. Ni kwa sababu umesikia maombi yangu na kutenda sawa sawa na mapenzi lako. Inuliwa Jehova, barikiwa kwa sababu wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Amen. Ninamshukuru Mungu. Niite Bishop Joseph Odindo. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Mungu ameniokoa, amenipa kibali ya kuwa mtumishi wake. Sasa hivi nakaa Nairobi, mali inaitwa Kibera. Ukifika niko mali inaitwa Olympic, niko Olympic Estate. Namba hizi ambazo zinapita hapo ni namba zangu. Ukiwa ni neno ambalo unataka tuombe pamoja, chukua simu yako, piga simu ili tupate kuomba pamoja na wewe. Na ukitaka kututembelea kanisani au ukitaka tushiriki pamoja, piga hizi simu. Na kama unaweza kuja Kibera, sema unashuka Olympic, kuja Katwekera tuko opposite PAG Church. Hapo ndio tuko. Piga simu, karibu sana. Mungu awabariki. Mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer you